Katika uso wa dunia, uhusiano kati ya Israel na Marekani umeonekana kwa miaka mingi kama ushirikiano usiotikisika. Ni ushirikiano uliojengwa juu ya msaada wa kijeshi, ushirikiano wa kijasusi na malengo ya pamoja ya kulinda usalama wao. Lakini chini ya uso huo, hasa katika vita vinavyoihusisha Iran, kuna mvutano wa kimkakati ambao hauonekani kwa macho ya haraka. Vita dhidi ya Iran imekuwa kama kioo kinachoonyesha tofauti za ndani kati ya washirika hawa wawili. Wakati wote wanaonekana kushirikiana, kila upande una ajenda yake ya siri ambayo mara nyingi haifanani kabisa na ya mwenzake. Kwa upande wa Israel, suala la Iran si siasa tu bali ni suala la uhai. Kwa miaka mingi, viongozi wa Israel wamekuwa wakieleza wazi kuwa Iran ni tishio la moja kwa moja kwa uwepo wa taifa lao. Kauli za viongozi wa Iran kuhusu Israel pamoja na msaada wa Iran kwa makundi kama Hezbollah zimefanya Israel kuona vita hii kama ya lazima, si ya kuchagua. Ndani ya fikra za kimkakati za Israel, suluhisho la kweli si kudhibiti Iran bali ni kuimaliza nguvu yake kabisa. Hii ina maana ya kuharibu uwezo wake wa kijeshi, kudhoofisha uongozi wake na ikiwezekana kubadilisha kabisa mifumo ya utawala wa Tehran. Lakini kwa upande wa Marekani, picha ni tofauti kabisa. Marekani haioni Iran kama tishio la moja kwa moja kwa uwepo wake, bali kama changamoto ndani ya mfumo mkubwa wa nguvu duniani. Hapa ndipo tofauti ya msingi inaanza kujitokeza. Marekani inafikiria kuhusu maslahi mapana zaidi, ikiwa ni pamoja na utulivu wa kimataifa, usalama wa usafirishaji wa mafuta kupitia maeneo nyeti kama Ghuba ya Uajemi, na pia uwezekano wa kuingia kwenye vita kubwa zaidi itakayohusisha mataifa mengi yenye nguvu kubwa kama Urusi na China. Katika mtazamo wa Marekani, vita kamili dhidi ya Iran inaweza kufungua mlango wa mgogoro mkubwa zaidi ambao hautakuwa na mshindi wa haraka. Hii ndio sababu mara nyingi Marekani huacha mlango wazi kwa mazungumzo hata wakati mashambulizi yakiendelea. Hali hii huonekana kama udhaifu machoni mwa Israel, lakini kwa Marekani ni sehemu ya mkakati wa kuzuia dunia isiingie kwenye machafuko yasiyoweza kudhibitiwa. Tofauti hizi za malengo pia zinaonekana wazi katika namna wanavyoendesha vita. Israel mara nyingi hupendelea mashambulizi ya haraka yenye kulenga viongozi au vitu muhimu vya adui kwa lengo la kupata matokeo ya moja kwa moja. Marekani kwa upande mwingine huendesha operesheni zake kwa utaratibu kwa muda mrefu zaidi, ikilenga miundombinu mikubwa na uwezo wa kijeshi wa adui ili kudhoofisha nguvu zake polepole. Kadri vita inavyoendelea, mvutano huu wa ndani unaweza kuongezeka zaidi. Marekani inaweza kufikia hatua ya kuona kuwa gharama za vita ni kubwa kuliko faida na kuanza kusukuma suluhisho la kidiplomasia. Israel kwa upande wake inaweza kuona hatua hiyo kama kusalitiwa, hasa ikiwa itaamini kuwa Iran bado ni tishio kubwa. Hapo ndipo swali kubwa linazaliwa: je, ushirikiano huu utaendelea kuwa imara au utaanza kupasuka taratibu chini ya uzito wa maslahi tofauti? Ukweli wa siasa za kijiografia ni kwamba hakuna ushirikiano usio na mipaka. Hata washirika wakubwa zaidi hufikia mahali ambapo maslahi yao yanatofautiana. Vita dhidi ya Iran imeweka wazi ukweli huo. Israel inapigania kuhakikisha usalama wake wa moja kwa moja, wakati Marekani inapigania kudumisha usawa wa nguvu duniani. Katika mwisho wa yote, tofauti hii ndogo ya mtazamo inaweza kuwa na athari kubwa zaidi. Inaweza kuamua si tu hatima ya vita dhidi ya Iran, bali pia mustakabali wa uhusiano kati ya mataifa haya mawili yenye nguvu kubwa, Mashariki ya Kati na moja duniani kote.